Yalikuwa ni majira ya asubuhi na mapema katika kijiji cha Mtoni. Jua lilikuwa likichomoza taratibu na kuleta nuru katika kijiji hiki. Binti mmoja jina lake Sauda alikuwa akijiandaa taratibu na kwa furaha sana na safari yake ya kwenda mji wa jirani. Binti huyu alihitajika kwenda kufanya kazi katika nyumba ya mama mmoja mwenye mali nyingi sana. Sauda alikuwa akiishi na mama yake aliyeitwa Bi Nadia pamoja na kaka yake aliyeitwa Azim. Watatu hawa waliishi pamoja kwa muda mrefu na katika hali ya maisha ya chini. Hivyo Sauda aliona kupata kazi ni njia ya kuikomboa familia yake, kwani Azim kaka yake alikuwa ni mlemavu wa miguu. Sauda aliendelea kujiandaa vizuri huku mama yake akimsaidia kuweka sawa baadhi ya mizigo yake. Wote hawa walitazamana kwa muda kama ishara ya kuagana. Mama yake Sauda alimshika mkono binti yake na kumwambia kwa hisia sana, na kutakia safari njema binti yangu, ukifika huko usisahau nyumbani. Sauda alitabasamu na kumkumbatia mama yake pamoja na kaka yake. Basi walielekea katika kituo cha usafiri, na hapo Sauda alipanda gari na kuondoka huku akiaga familia yake. Bi Nadia pamoja na Azim ambaye alikuwa katika kiti cha magurudumu walirudi nyumbani kuendelea na kazi zao za kila siku kijijini. Safari ya Sauda ilikuwa ndefu. Alivuka milima mingi na mabonde. Akiwa ndani ya gari alikuwa tu akitazama mandhari nzuri, kwani hakuwahi kusafiri kabla. Hatimaye majira ya mchana, Sauda aliingia rasmi katika mji wa Mwangaza, mji ambao ulikuwa umechangamka sana. Watu walianza kushuka kutoka kwenye basi na Sauda naye alibeba mizigo yake na kushuka taratibu. Kwa kuwa Sauda hakuwa na simu ya mawasiliano, alianza kuangaza huku na kule katika kituo cha mabasi. Alimwona mama mmoja aliyeshika karatasi iliyoandikwa Sauda. Hivyo Sauda alijua kuwa huyo ndiye mwenyeji wake. Sauda kwa furaha alimsogelea taratibu mama yule mwenye afya na hatimaye walianza kusalimiana. Shikamo mama, bila shaka wewe ndiye Bi Asia mwenyeji wangu? Aliuliza Sauda. Mama yule alitabasamu. Hakika binti yangu, mimi ndiye mwenyeji wako. Karibu katika mji wa Mwangaza. Sauda alifurahi na waliongea kwa muda mchache na kisha walipanda gari ndogo ya mama yule. Walianza kuelekea nyumbani kwake huku akiongea mambo mbalimbali. Bi Asia alikuwa ni mama mwenye mali nyingi sana, aliishi katika mji wa Mwangaza. Baada ya muda mfupi, hatimaye walifika katika mtaa Mamboleo, eneo ambalo ndipo Bi Asia aliishi. Gari ilisimama na walishuka. Sauda alishangaa kuona jumba zuri la mama huyo na mabanda mazuri ya mifugo mbalimbali. Bi Asia alimkaribisha Sauda na walikaa kwa muda, kisha alianza kumuonesha Sauda maeneo ya kufanyia kazi. Kulikuwa na vijana wengine waliosaidia katika kazi za mifugo, hivyo Sauda alihitajika kwa kazi za ndani tu. Sauda alionyeshwa sehemu mbalimbali kama jikoni, baadhi ya vyumba, sebuleni na maeneo machache. Alikaa siku hiyo akizoea mazingira na hatimaye siku iliyofuata Sauda alianza kazi. Sauda aliendelea kufanya kazi siku baada ya siku na kuzoea mazingira ya mji wa Mwangaza. Siku moja Sauda aliamka mapema na kuanza kufanya usafi. Wakati anaendelea na usafi, alikaribia katika mlango mmoja wa chumba ambao hakuwahi kuona ukifunguliwa. Alitamani kujua kuwa ni siri gani iliyopo ndani ya mlango huo. Muda huo Bi Asia hakuwepo nyumbani, hivyo Sauda alihisi kuwa hii ni nafasi. Alisogea taratibu na kujaribu kusukuma mlango huo, lakini haukufunguka. Alianza kugonga kwa nguvu, na ghafla upepo mkali ulianza kuvuma kutokea ndani ya mlango huo, ukipuliza mapazia yote. Sauda alishangaa sana na kujiuliza, ni kitu gani kinachotoa upepo chumbani humo? Akiwa anajiuliza, sauti ya binti akilia taratibu ilianza kusikika kutokea ndani. Sasa hapa uoga ulimjaa Sauda. Sauti ile ya binti akilia ilizidi kuongezeka na alianza kusema, nisaidie, nisaidie tafadhali. Sauda, nitoe humu. Sauda alishangaa kusikia jina lake kutokea chumbani. Alijiuliza ni nani huyo anayejua jina lake. Akiwa ndani ya maswali mengi, Sauda aliona kuwa asingeweza kufungua mlango ule peke yake. Hivyo aliamua kukimbia nje upesi na kumuita kijana mmoja aliyeitwa Joan ili amsaidie. Sauda na Joan upesi waliingia ndani na kukuta sauti ile ya binti kutokea chumbani akizidi kulia na kuomba msaada. Walijaribu kupiga mlango ule kwa nguvu sana, na baada ya muda mlango ulionyesha dalili ya kufunguka, lakini walikuwa wamechoka sana. Kila mmoja kati yao alitamani kuona kwa ndani kuna nini. Sauda na Joan walichungulia kwa umakini ndani na walishangaa kuona kilikuwa ni chumba cha kawaida, lakini hakuna aliyewahi kukiona kabla. Walipotazama kwa umakini, waliona mtu katikati akiwa amefungwa kamba mwili mzima, huku akionekana kulia. Hapo aligundua kuwa huyu ndiye binti aliyekuwa akitoa sauti. Hakuna aliyejua kuwa yule ni binti gani na kwa nini alikuwa chumbani mule. Sauda alimuuliza, wewe ni nani na umejuaje jina langu? Binti yule aliyekuwa akiendelea kulia alianza kumgeukia Sauda na Joan taratibu. Kila mmoja alistaajabu.
Binti huyo alikuwa ni mrembo sana, ambaye Saada na Joan hawakuwahi kumwona kabla. Wote walipigwa na butwaa, lakini walijiuliza kuwa kwa nini amefungwa mule, tena na kamba nyingi sana zinazoonekana ni za zamani. Kijana Joan, kutokana na uzuri wa binti yule, hakuuliza chochote, bali alianza kumfungua kamba zote alizofungwa. Binti yule alimkumbatia Joan huku akilia na kumwambia, asante Joan kwa kuniokoa, nakupenda. Ndani ya muda mchache, Joan alimpenda binti yule kama vile alijuana naye zamani. Sauda alijaribu kumshika binti yule kwa mkono, lakini Joan aliongea kwa hasira kali sana. Angalia usije ukamuumiza. Ilikuwa ni jambo la kushangaza sana. Sauda sasa alianza kuhisi kuwa kuna jambo ambalo si la kawaida, na sababu ya binti yule kufungiwa. Joan bila kutazama nyuma alimnyanyua binti yule ambaye alikuwa na nguo za zamani na kuelekea naye mahala alipokuwa analala. Joan aliingia chumbani na kumpa binti yule shuka ili ajifunike. Kila muda binti yule alipomtazama Joan machoni, ndipo Joan alipozidi kumpenda isivyo kawaida. Binti yule alisema kumwambia Joan, asante sana. Wewe ni mwanaume wa pekee sana. Natamani niishi na wewe milele. Hakika maneno haya yalizidi kumpumbaza kijana Joan. Sauda alikuwa bado akijiuliza huku akifunga mlango wa chumba kile. Alikuwa na woga ndani yake. Aliendelea kufanya usafi na kujiuliza kuwa ni matokeo gani anafuatia baada ya kumtoa binti yule. Jua lilikuwa likipanda juu taratibu. Huku kwa Joan, binti yule aliongea kwa sauti laini, naomba usiniache Joan. Sitaki kupitia mateso ya nyuma tena. Joan hakusema, bali alimkumbatia na kumuuliza, jina lako ni nani? Mimi ni Johari, alisema binti yule. Joan alimuuliza, kwani umetokea wapi? Na ni nani alikufungia kwenye chumba kile? Johari hakujibu swali la Joan, bali alisema, natamani nitoke nje nione mandhari nzuri ya eneo hili. Joan bila kusita alinyanyuka na kumwambia kuwa wanaweza kutoka na kutembea. Johari alikuwa ni binti mrembo sana. Hawakujua ni siri gani iliyoko nyuma yake. Joan alimpenda sana ndani ya muda mchache. Joan alianza kutembea akiwa ameshikana mkono na Johari. Wakiwa matembezi, kila mmoja alishangaa uzuri wa Johari baada ya kumuona tu. Walifika mahali fulani ambapo kijana Joan alikutana na rafiki yake aliitwa Ali na walianza kusalimiana. Ali alimtazama Johari na kumpa salamu. Habari yako? Karibu sana katika mji wetu. Johari alimpa mkono Ali na kumwambia, asante sana. Nafurahi kukufahamu Ali. Lakini ghafla Joan alimsukuma Ali kwa nguvu. Mbona unamwangalia sana? Kaa naye mbali. Sasa hapa ugomvi kati ya marafiki hawa wawili ulianza. Kwani wewe ni nani wa kunipangia jinsi ya kumsalimia mtu? Alisema Ali kwa hasira sana. Wawili hawa walianza kupigana. Binti Johari alianza kulia na kukimbilia nyuma ya Ali akijificha na kumwambia Ali, nisaidie. Anaonekana ataniumiza kwa hasira zake. Ali alimgeukia Johari, usiogope. Mimi ndiye mtu salama na mlinzi wako. Huyu atakuumiza. Joan baada ya kuona kuwa ananyang'anywa tonge mdomoni, hasira zilimzidi na alijaribu kunyanyua jiwe kubwa ili kumpiga Ali. Lakini cha kushangaza, Johari alisogea mbele akimkinga Ali. Muache, usinipotezee mlinzi wangu. Basi hapa Joan nguvu zilimwishia kabisa na kuanguka chini huku akilia na kujiona ni mjinga, kwani alihisi ameshampoteza mrembo Johari. Ali aliondoka na Johari, huku mapenzi yake kwa Johari yakizidi kila baada ya sekunde. Kama ilivyokuwa kwa Joan, naye Ali alimkemea kila kijana alijaribu kumwongelesha Johari, hata kumsalimia. Walifika njiani ambapo Johari alihisi kiu na kumwambia alikuwa anahitaji maji. Kijana mmoja pembeni aliyekuwa na maji mkononi alimpatia Johari maji yale upesi hata kabla ya Ali. Johari alimkumbatia kijana yule na kumwambia, asante sana kwa kunipatia maji. Asante kwa kunijali. Ali alipoona hivyo, alikasirika sana na kuanza kugombana. Haya yote akiwa yanaendelea, binti Sauda hakuwa akijua, bali alikuwa akiendelea na kazi zake, huku akijiuliza ni nini kitatokea endapo mama mwenye nyumba Bi Asia akijua kuwa mlango wake ambao haujafunguliwa kwa muda mrefu sasa ulifunguliwa. Sauda akiwa anajiuliza maswali mengi kichwani huku akiwa na uoga, aliamua kutoka nje ili kusafisha uwanja kama ilivyo kawaida. Lakini alipotoka tu nje, Sauda hakuamini kile alichokuwa anakiona mbele yake. Hali ya mji ule haikuwa ya kawaida. Watu walikuwa wakigombana kama vile kulikuwa kuna vita. Hakukuwa na urafiki wala ujamaa. Sauda alipoangalia kwa umakini, alisikia kuwa wengi kati ya walikuwa wakigombana walikuwa wakisema, Johari ni wangu, ananipenda mimi sio wewe. Hapa Sauda alitahamaki kuwa yule binti aliyofungulia ndiye chanzo cha haya. Hakika amani ilizidi kupotea kila sekunde. Watu sasa walianza kugombana kwa kutumia vitu vilivyoko mbele yao. Hali hii ilipelekea uharibifu wa mali nyingi sana. Sauda alitaka kujua kuwa sasa Johari atakuwa wapi.
Alianza kuzunguka kwa umakini huku na kule, na hatimaye alifika katika kichaka fulani ambapo Johari alikuwa akitetemeka na kulia. Alipomwona tu Sauda, Johari alimkumbatia. Nisaidie Sauda, nateseka na hali hii. Sauda akiwa na hasira kiasi, alimuuliza Johari, umefanya nini kwenye eneo letu? Johari hakujibu, bali aliendelea kulia tu. Baada ya muda hatimaye Bi Asia alifika na kukuta hali iliyokuwa inaendelea. Alishangaa sana na kujiuliza kuwa kumetokea nini, lakini aliposikia maneno ya wale waliokuwa wakipigana, aliishiwa na nguvu. Alijishika kichwa. Jamani, wamemtoa Johari. Ni nani amethubutu kumfungulia na kuleta laana hii kwetu? Sauda akiwa na Johari alisikia haya na alijihakikishia ya kuwa alifanya kosa kubwa sana, lakini hakuhitaji kuficha ukweli. Alimnyanyua Johari na kumfuata Bi Asia mahala alipokuwepo. Bi Asia alipomwona Sauda na Johari, alihisi kuwa Sauda ndiye aliyemtoa Johari. Sauda mwanangu, ina maana wewe ndio chanzo cha haya yote? Aliuliza Bi Asia huku akitoka na machozi. Watu waliendelea kupigana bila mwisho. Wengine waliuana vibaya sana, wengine walikatana viungo vyao. Mji ulitawaliwa na damu pamoja na miili ya watu. Hakika Johari hakuwa kitu kidogo. Sasa mji huu uligeuka kwa uwanja wa vita uliojaa harufu ya damu na vilio tu. Bi Asia alichukizwa sana na Sauda kwa kile alichokifanya. Sauda binti yangu, kwa nini hukufikiri kabla ya kutenda? Hii ni laana aliyobeba binti huyu. Hakika Sauda alileta vita mjini humo. Bi Asia aliamka upesi na kumwambia Sauda kuwa inabidi wamtoe Johari na kumpeleka mbali sana ili kuondoa laana iliyoko mjini mwao. Sauda alifikiri na kumuuliza, kwani huku atakapoenda hata sababisha laana kama hapa? Bi Asia alimwambia kuwa macho ya Johari na uzuri wake ndio chanzo cha kila kitu. Kila mwanaume atakayemtazama Johari ataingiwa na laana hiyo, hivyo inabidi tumfiche asionekane na yoyote. Basi Sauda alipendekeza kuwa wampeleke Johari kule kijijini ambako Sauda alitokea, na Bi Asia walikubali, na upesi walianza safari huku akiwa wamemfunika Johari kila sehemu ya mwili wake. Baada ya safari ndefu, hatimaye walifika kijijini na nyumbani kwa kina Sauda. Mama yake Sauda na kaka yake waliwapokea kwa furaha, lakini walishangaa na kujiuliza kuwa ni mtu gani huyu aliyejifunika kila mahali. Waliwaeleza kuwa huyu ni Johari na hatakiwi kugusa wala kutoa nguo alizojifunika. Azim kaka yake Sauda na Bi Nadia mama yake Sauda walielewa na kuwakaribisha wote ndani. Walikaa kwa muda na jioni ilifika na wote walikaa kupata chakula cha usiku. Wakiwa wanakula, Bi Asia aliwasimulia familia ya Sauda kosa lilofanywa Sauda na maafa aliyotokea. Mama yake Sauda alimlaumu sana binti yake kwa kufanya kitu bila kufikiria. Hata kaka yake ambaye alitumia kiti cha magurudumu kutembea pia alimlaumu sana Sauda. Lakini wote walitamani kujua kuwa Johari ni nani, kwa nini alifungiwa kwenye nyumba ya Bi Asia, na ni kwa nini ameweza kusababisha vita na maafa makubwa ndani ya muda mfupi. Basi Bi Asia alikaa vizuri ili kuwasimulia wote siri nzito nyuma ya binti Johari. Miaka mingi iliyopita, katika kijiji kimoja kilichoitwa Mwangani, paliishi majini tu na sio binadamu wa kawaida. Mji huo ulikuwa chini ya maji ya ziwa kubwa sana. Humo waliishi majini wengi sana, wanaume kwa wanawake, na walikuwa na nguvu nyingi za ajabu. Waliweza hata kujibadilisha na kuwa na umbo la binadamu. Katika kijiji hiki, alikuwapo jini mmoja wa kike mrembo sana, aliyeitwa Zahara. Huyu alikuwa na mchumba wake aliyeitwa Azmir. Majini hawa walipendana sana na walitaraji kufunga ndoa. Zahara na familia yake wote walisubiri kwa hamu ndoa hii. Azmir naye alikuwa ni mwanaume aliyemuonesha Zahara upendo wa kweli. Siku moja majira ya jioni, Azmir alikaa peke yake huku akitafakari kuhusu siku zake zijazo. Akiwa katika mawazo, alifikiria kutoka na kuelekea katika ulimwengu wa binadamu kwa muda, kwani hii ilikuwa kawaida yake. Alijigeuza kwa umbile la binadamu upesi na kuanza safari kupitia mlango wa ziwa. Muda huo katika kijiji cha pwani ambako waliishi binadamu kando ya ziwa, binti mmoja aliyeitwa Johari alikuwa akichota maji. Lakini wakati anachota maji, ghafla aliona kivuli cha mwanaume ndani ya maji. Johari alishtuka na kujua kuwa ni mtu anayehitaji msaada. Hivyo aliamua kumpa mkono ili kumvuta, lakini huyu hakuwa binadamu bali ni Azmir akija ufukweni. Johari alimvuta na kumtoa ndani ya maji bila kujua kuwa yule si binadamu. Jini Azmir kwa mara ya kwanza alishikana mkono na binadamu na kuhisi hali ya tofauti. Alibaki akimtazama Johari bila kuongea. Johari naye alibaki akimtazama Azmir. Tangu siku hiyo, Johari na Azmir walikutana ufukweni kila jioni na kuongea. Johari alianza kumpenda Azmir na Azmir naye alivutiwa sana na Johari na kumsahau Zahara kabisa. Kutokana na upendo, Azmir alihisi kuwa angejaribu kumweleza Johari ukweli angemkosa. Hivyo aliendelea kuwa naye na kuzoeana naye, na hatimaye alimvisha pete ya uchumba. Zahara hakuwa akijua yote haya.
Basi siku ya ndoa ya Zahara na Azmir ilipofika, Azmir aliamua kumkataa Zahara bila kuogopa na kusema kuwa amempata anayempenda zaidi. Hakika hili lilimshangaza kila mmoja. Zahara aliumia na baada ya muda aligundua kuwa Azmir alipendana na binadamu. Siku moja Johari akiwa ufukweni peke yake, Zahara alimtokea na kumwambia Johari kuwa ni lazima atalipia kwa dili alilolifanya. Johari hakuelewa bali aliingiwa na hofu. Azmir alipewa adhabu kali ya kuuawa. Zahara yeye alimwachia Johari laana mbaya sana. Johari alipata uzuri ambao uliweza kusababisha vita na vifo katika kila alipoenda. Kila mwanaume aliyemwoa Johari aniisha kupoteza akili na kujiua. Watu waliuana kwa ajili ya Johari. Nguvu za giza mbaya sana zenye kuleta chuki na wivu ziliwekwa katika mwili wa Johari. Kila kijana aliyemtazama Johari aliisha kupoteza maisha. Kila eneo alipokanyaga binti Johari paliishia na vita na vifo vingi. Baada ya muda, wazee wa kijiji waliona kuwa vita ingemaliza kijiji chao, hivyo waliamua kumchukua Johari. Mzee mmoja aliyeitwa Mzee Rashidi alikabidhiwa Johari kutokana na uwezo wake na aliamua kumfungia Johari ili asionekane. Tangu siku hiyo, amani ilianza kurudi kijijini na laana ile ilianza kupungua. Johari alifungiwa, lakini hakuzeka kutokana na laana aliyoachiwa na Zahara. Bi Asia alimaliza kusimulia kisa cha Johari na alisema yeye alikabidhiwa Johari na babu yake, hivyo alimlinda Johari na kumjali kwa siku nyingi sana bila watu kumwona. Sauda, mama yake pamoja na kaka yake waliumia sana, lakini mama yake Sauda alisema kuwa endapo akimchukua Johari na kumpeleka sehemu moja inayoitwa Ziwa la Uhai, anaweza akawa huru na laana aliyoachiwa. Na siku iliyofuata kabla ya jua kuchomoza, wote walianza safari wakimwacha Azim nyumbani na kuelekea huko palipoitwa Ziwa la Uhai. Ziwa la Uhai ni mahala ambapo maji yake yalikuwa na uwezo kumfanya mtu awe mpya. Yaani maji ya ziwa hilo yalikuwa na baraka tele. Hatimaye majira ya jioni waliwasili katika ufukwe. Ziwa hilo lilikuwa kubwa sana. Ufukweni hakukuwa na yeyote isipokuwa wao. Walimwamuru Johari aingie katika maji yale. Johari alijawa na uoga kwani hakuwa anajua kuogelea. Johari alianza kuingia katika maji na maji yalipomfikia kiunoni walimwamuru kuwa asimame. Mama yake Sauda alisema kuwa wasubiri maji yafanye kazi yake. Pale aliposimama Johari, mwanga mkali ulianza kutokea ndani ya maji. Johari aliishiwa na nguvu na kuanguka. Sauda na Bi Asia waliogopa sana, lakini mama yake Sauda aliwatoa hofu. Johari akiwa ndani ya maji, ghafla sauti za mabinti wengi zilianza kusikika wakilia. Mama yake Sauda alisema kuwa hizo ni roho za wale waliowahi kupewa laana mbalimbali. Mbele yao alitokea jini Zahara akilia kwa sauti na kusema, hapana, hamwezi kuivunja laana hii, ni lazima aitumikie. Lakini hii haikumsaidia, kwani alipiga kelele na kutoweka. Hakika maji ya ziwa hili yalikuwa na nguvu sana. Baada ya muda, Johari aliamka kutoka kwenye maji na sasa alikuwa binti wa kawaida. Alikuwa mpya. Alirudi na uzuri wake wa kawaida na laana aliyoachiwa na Zahara ilitoweka. Kutokana na mateso aliyopitia na baraka za maji ya Ziwa la Uhai, Johari hakuwa mzee, bali alibaki vile vile alivyokuwa na umbile lake na kuanza upya kama binti wa kawaida. Walirudi nyumbani wakiwa na furaha sana. Mama yake Sauda aliomba aishi na Johari na Bi Asia alikubali. Sauda na Bi Asia walirudi mji wa Mwangaza na kukuta amani imerudi. Johari aliishi na mama yake Sauda na Azim kaka yake Sauda. Johari alimjali sana Azim japokuwa alikuwa mlemavu. Baada ya muda, Azim aliamua kumchumbia Johari na hatimaye walifunga ndoa. Siku ya harusi watu wengi walifika, ikiwemo watu wa mji wa Mwangaza. Laana ya binti Johari ilibaki kama historia. Usisahau kusubscribe channel yangu, kulike na kucomment ili tuweze kuwa pamoja katika simulizi nzuri.